Natumai unaendelea vyema. Naomba nichukue fursa hii kukukaribisha katika uwanja wa Dunia ya Simulizi za Kusisimua. Kama wewe bado sio mwanafamilia wa Dunia ya Simulizi za Kusisimua, jiunge sasa kwa kubonyeza kitufe cha subscribe ili usipitwe na makala zetu nzuri za kuburudisha na zilizojaa mafunzo ndani yake. Na simulizi yetu ya leo ipo kama ifuatavyo. Alikuwepo mwanamke mmoja masikini ambaye alikuwa anakopa kila siku kutoka kwa mmiliki wa duka la vyakula, duka la jumla, hadi mwisho wa mwezi. Kisha alikuwa analipa deni hilo alipokuwa anapokea pensheni ya mumewe aliyefariki, ambaye zamani alikuwa mtumishi wa serikali. Kwa njia hiyo, mwanamke huyo alikuwa akiitunza familia yake kupitia pensheni ya marehemu mumewe. Siku moja alienda kuchukua malipo ya mumewe kama kawaida. Na aliporudi nyumbani hakukuta tena pesa alizokuwa amepokea muda mfupi uliopita. Pesa hizo zilidondoka njiani bila yeye kugundua. Kwa hofu na uchungu, alianza kukimbia kwa haraka barabarani akirudi alikotoka, akiwa analia kwa uchungu, akitafuta pesa hizo chini kwa makini, lakini hakuziona kabisa. Wakati tumaini lilipomwishia na moyo wake ukajaa huzuni, alirudi nyumbani akiwa amejaa mawazo na huzuni. Kisha akawaambia mabinti zake, "Zimeni jiko leo, Mungu hakutuandikia kupata chakula. Haina faida kuweka moto iwapo hakuna chakula cha kupika. Hatuna cha kufanya zaidi ya kuridhika na mipango ya Mungu, na tuwe na subira juu ya mapenzi yake na tumshukuru." Baada ya yule mama kuomba radhi kwa mabinti zake na kuwahimiza wavumilie njaa hiyo kwa subira, alienda chumbani na akasujudu mbele ya Mungu akilia huku akisema, "Ee Mola wangu, nimefanya nilichoweza kwa uwezo wangu mdogo. Sina cha kuwapa watoto wangu leo bali huzuni. Lakini naamini wewe hufanyi ubahili kamwe kwa waja wako. Wewe ndiye mtoaji na mrehemevu." Na punde si punde usiku huo huo mlango ukagongwa. Alipofungua alikutana na kijana mdogo, akamwambia, "Mama, je, leo uliangusha pesa barabarani?" Mwanamke huyo aliduaa, machozi yakaanza kumtiririka akisema, "Naam, ni kweli. Je, umeziokota?" Yule kijana akatoa ile pochi yenye pesa na kusema, "Niliziona njiani. Watu wengi walipita juu yake lakini hawakuziona. Nilipozikuta nilisubiri kwa muda, nikakuona unakimbia huku na kule ukilia. Nilifuatilia mpaka nikajua nyumba yako. Pole sana mama." Yule mama alimshukuru kijana huyo kwa moyo wake wa uaminifu, akainua mikono yake juu na kusema kwa machozi, "Ewe Mola, nilitegemea pesa zangu, lakini kumbe nilipaswa kukutegemea wewe tu. Umenipa zaidi ya nilivyodhani." Je, nini tunajifunza katika kisa hiki kifupi? Moja, subira na kuridhika kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu ni kilele cha imani. Mama alipokosa pesa zake hakuanguka kwenye kulalamika wala kukufuru. Badala yake aliridhika kwa yaliyompata na akawafundisha watoto wake kutuliza nafsi zao na kuridhika na ugawaji wa Mwenyezi Mungu. Hii ni daraja ya juu ya moyo wa mja mwaminifu kwa Muumba wake. 2, kutotegemea tu kwa kinachoonekana kwa macho bali kuwa na tegemeo pia na imani isiyoonekana. Awali mama alitegemea pesa alizopokea, lakini pesa hizo zilipotea. Alipomgeukia Mungu moja kwa moja, msaada ukaja kwa njia ya ajabu ambayo yeye hakuitegemea. Hili linatufundisha kumtegemea mtoa riziki, Mwenyezi Mungu, zaidi kuliko riziki yenyewe. 3, kuwalea watoto wetu katika maadili ya kiimani. Badala ya kuwakasirikia watoto wake au kuwakatisha tamaa, aliwaambia, "Leo Mwenyezi Mungu hakutuandikia chakula." Aliwafundisha kuridhika, kusubiri na kumshukuru Mungu hata wakati wa shida. Wazazi wana jukumu la kuwaelimisha watoto kiroho, si kwa maneno tu bali kwa mifano hai. 4, uaminifu bado upo duniani. Kijana aliyerudisha pesa alionyesha kuwa uaminifu, huruma na utu bado vipo, japokuwa dunia ina maovu mengi. Lakini ubakia pale pale kuwa watu wema ni nuru ya jamii. 5, Mwenyezi Mungu hutoa msaada kwa njia zisizotarajiwa. Pesa zilipopotea, mama aliona mwisho wake.
Lakini Mwenyezi Mungu alimletea msaada kwa njia asiyoitegemea kupitia kijana asiyejulikana. Rehema za Mwenyezi Mungu hufika pale ambapo akili na nguvu za binadamu zimefikia ukomo. Na yeye ndo mjuzi zaidi. 6. Shukrani katika hali ngumu ni ibada kubwa. Mama alisema, hatuna la kufanya zaidi ya kumshukuru Mungu. Shukrani sio tu inapopatikana neema, bali hata wakati wa kukosa, kwa sababu yote ni mipango ya Mwenyezi Mungu wetu mtukufu. Lakini katika hitimisho la simulizi yetu hii, kubwa zaidi ni darasa kwa kila familia, kila mzazi na kila mja wa Mwenyezi Mungu. Ni wito wa kuamini, kuvumilia na kumtegemea Mola kwa kila hali, kwani yuko karibu nasi zaidi ya tunavyodhani.